Kama ungepewa mamlaka ya yeyote unayemkuta yuko kinyume na Mungu na wewe umepewa mamlaka, watu wanakuwa wanakula makofi barabarani. Asingekuwa Mungu huruma zake, je, wewe anapotazama maisha ya watu duniani, kama asingekuwa Mungu mwenye huruma, angetufanya nini? Angenifanya mimi nini? Angefanya nini kwangu? Angefanya nini unakokuwa? Angefanya nini kule unakovua na zipu, akili yako imemong'oka? Angekufanya nini Mungu? Ukimkuta mtoto wako yuko ameshikana vibaya, utatamani umpe makofi. Sasa Mungu unapofanya vibaya, huoni ni huruma zake? Naam. Kwa hiyo Mungu wetu liko kusudi jema. Alijaribu kuteketeza kwa Nuhu, labda watu watashika adabu, akakuta watu bado hawashiki adabu, ndio wanaendelea. Alifanya Sodoma na Gomora kaangamiza, wakabakia watu wachache tu, watu watatu tu, watu watatu, Rutu na watoto wake wawili. Hao wameona mji ukiangamia. Hao waliona kabisa moshi unafuka. Sodoma na Gomora ni jangwa mpaka sasa, hakuna kitu kinachoona ota. Lakini hao watatu walimrudi baba yao, wawili hao wakalala naye. Kama angekuwa Mungu sio mwenye huruma, angewaangamiza na wenyewe. Tusalimiane hewani namna hii. Tuangalie baadhi ya mambo fulani. Jambo la kwanza ambalo ninaliangalia kwa wiki hii, wiki ya Pasaka, kwa asili sisi sote ni wenye dhambi. Kwa asili, singekuwa rehema za Mungu, kwa asili sisi sote ni wenye dhambi. Sijajua asili yenu, lakini kwa asili sisi sote ni wenye dhambi. Wengine asili yao ni mbaya hata kuitamka. Wengine asili yao walikuwa hata hawatamki majina ya kwao. Sisi kule kwetu kulikuwa na asili fulani walikuwa hawatamki majina yao. Yaani lazima uwape majina ya heshima kwa asili yao. Kwa asili yao watu hao waliogopwa sana, hata kama wako wema, hata kama wako wazuri. Siku moja namkumbuka mama yangu mzazi. Nilikuwa wakati huo enzi zile za ujinga, akili yangu ilimongoka kidogo. Nilikuwa nimelala kwenye prayer karibu siku 3. Kule nyika kabisa Ikuti kule. Mama alipokuwa amerudi karibu apige vingoma, tulikuwa vijana karibu 5 hivi. Kidogo wapige vingoma. Sasa mama tunarudi, anasema, mwanangu mlikuwa wapi? Nasema, mama tulikuwa kwenye prayer. Wapi? Tukasema kule Ikuti kule. Akasema, mwe asomora mwe mwanangu, abandu bakura babibi ngisa mwanangu, watu wakule ni wabaya mwanangu, usije ukatuchukulia uko mbaya. Yani asili hata kama wako wazuri, kwa asili wengine ni wabaya. Kwa asili hata kama wakinga wako wazuri, kwa asili wakinga walikuwa hawaibibi misumeno, hata kama sio wenyewe wenye rundumbira. Misumeno ndo waliofundisha kulala polini kwa sababu ya asili yao. Ni kama mmekasirika, sikusemi vibaya. Asili fulani, hata watu wengine hawaolewi kwa sababu ya asili fulani. Asili fulani, wengine wanaishi maisha ya unyonge sana, ni asili yao. Wengine asili yao ni ya njaa. Wengine asili yao ni wapagani. Yani hata ungemhubiria, asili yao ni ngumu kumtoa huko. Ni asili. Wengine asili yao wanasema, unataka kuoa Sumbawanga, Wafipa, kule asili yao ni wabaya lakini wako wema. Mimi kaka yangu alioa Wafipa, majamani mwe. Asili fulani. Kwa asili sisi sote ni wenye dhambi. Iko asili fulani ambayo umetembea nayo hata kujitoa. Kuna watu ambao tunahangaika nao wanakataa kuokoka. Usimwangalie huyu, mwangalie asili yao. Niko nasoma kitabu fulani kwenye Kumbukumbu la Torati. Niko kwenye huduma, Mungu akanifundisha usiku ule. Nimepewa mahali pa kulala na watumishi wa Mungu kule ambako nilikuwa na Mungu akanifundisha jambo.
Ili jambo lilikuwa namna hii, nikawa amenipa somo la kufundisha. Kifungu fulani kiko kwenye Kumbukumbu la Torati, kinasema kwamba Musa, watu hao mimi nimewakataa wasingie kwenye kundi la mikutano yangu, kwa sababu baba zao niligombana nao. Kwa hiyo anasema kizazi mpaka cha 10, yani wasiingie kwenye kusanyiko la Mungu kizazi mpaka cha 10. Nilikuwa naeleza nikasema, Mungu, kumbe kuna watu wengine ambao unahangaika nao, wachungaji tunahangaika nao, kumbe babu zao, nyanya zao waligombana na Mungu, hawakumkubali Mungu, wakahesabiwa kwenye kizazi kile, kizazi cha 10. Unang'ang'ana tu na huyu, unamng'ang'ana, rudi kanisani, uje kanisani, kumbe Mungu hajakubaliana naye asiingie mahali ambapo watoto wa Mungu anakaa. Tatizo, nyanya yako aligombana na Mungu. Kuna watu kila kitu unachomwambia kwake ni kigugumizi. Hata ungetoa useme utoe sadaka ni kigugumizi. Uwai kwenye mkutano ni kigugumizi. Uwai kwenye ibada ni kigugumizi. Unamkasirikia, kumbe bure. Nyanya yake waligombana na Mungu, akawafuta kwenye kizazi hicho. Nilipokuwa nimefundishwa jambo hilo, nililia mwenzenu, nilitubu, nikafuta kile kizazi. Kwa hivyo Mungu, hata kama walikukataa, mimi nimekukubali. Naanza kizazi cha kwangu na watoto wangu, tuanze Baba, tusonge mbele. Kwenye viuno vyangu niwe kiwanda cha kuzalisha watakao kuwa wema, sio wengine waliokataliwa. Jamani, haleluya. Watanzania wenzangu, haleluya. Kama wapo Wanyakyusa nasema haleluya. Na wabaya hao usifikiri wanataka, hapana. Hakuna mtu anayetaka we mchawi, ni asili yake. Lakini inawezekana kuponywa na Mungu, maana Mungu hajawakataa wachawi, amekataa kuchawika kabisa kabisa. Na toba ya wachawi ni ngumu sana, isipokuwa ukiamua kumkiri Yesu ili uende mbinguni, uwe sababu ya kukomboa kizazi, inawezekana. Hakuna mwingine wa kukomboa kizazi, ni wewe na wewe. Anza wewe, anza wewe. Shike mkono mwenzako, mwambie anza wewe mpendwa, anza wewe. Unachelewesha muujiza wako, unacheleweshea muujiza wa kizazi kinachokuja, unawacheleweshea wajukuu zako, unawacheleweshea mnyanya zako. Wewe ndiye wa kwanza. Anza kusema, Mungu, ninafuta kizazi ambacho mlikataliana, mligombana kule. Mimi naanza upya pamoja na watoto wangu. Piga mstari mwekundu, anza usonge mbele. Wiki hii kusaidie. Hakuna mtu anayetaka, hakuna mtu anayetaka, hakuna mtu anayetaka kwa mzinifu. Unashangaa tu kabinti peko 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 peko, na kwenye kwaya nako kanasema mbinguni tunakwenda. Hebu jiulize, wewe ni mwana wa Mungu, unafanyeje? Ni kama mmekasirika tena. Hivi wangapi wanaotamani kwenda mbinguni jamani? Nisije nikawa najisemesha mwenyewe. Okay, basi ngoja niseme na wanaoenda mbinguni. Unaanzeje kama ukukataliwa? Mimi nilipopata somo hilo, Mungu amenifundisha, nilitubu mwenzenu. Nilitubu kwa ajili ya wale waliomkataa Mungu. Hebu kumbuka nyanya zako, acha wazazi. Nyanya zako na nyanya zako walifanyeje na Mungu? Walimwabudu nani? Ndio maana umekuwa kasumbufu. Niwe naangalia chini, sijakawa na niangalia, akasema niangalie mwenyewe. Ndio maana umekuwa kasumbufu. Hakuna jema kwako, sio kosa lako. Nyanya yako alikosea kule, hakuwa mcha Mungu, aliabudu miungu, alimtukana Mungu. Kizazi chako kikahesabiwa, anasema mpaka kizazi cha 10. Na wewe umo ndani, kizazi hicho hakijaisha idadi yake. Kwa nini usijitoe? Kwamba wewe Yesu uliyekuja, wewe uliye na kusudi jema juu ya maisha yangu, ninaondoka kwenye kizazi hicho. Hata kama jina langu nitaitwa Mwasomola, nimejiondoa kwenye ukoo wa kina Mwasomola katika ulimwengu wa roho. Niko upande wa ukoo wa kwako Yesu. Nifutie rana na mikosi ambayo walisema kule nyuma, ili niende pamoja na wewe Yesu. Wewe uwe mzalisha wa kizazi kipya. Ameni kanisa, ameni.
Wana wa Yehova, ameni. Hivi ninaeleweka vizuri ati? Hebu muulize mwenzako kwamba unaelewa. Naam. Ninapopaogopa ni hapa. Ninapopaogopa ni hapa. Ngoja niseme mwanzo. Ninapopaogopa ni hapa. Wangapi? Mimi ni mmoja wao. Wangapi ambao wameishia darasa la 7? Wewe nyosha tu, mbona nimenyosha na mimi? Asante sana. Wangapi ambao wameishia form 4? Wangapi ambao wameishia form 6? Wangapi ambao wameishia chuo kikuu? Wako kule. Mungu awakumbuke, awabariki. Lakini nitaka niseme hivi, kuna wengine ambao hawajanyosha mkono. Nimekosea mahali. Wangapi ambao hawakwenda shule? Pole kwa kugu wapo ufyosu kagorosi. Okay, nitaka niseme hivi, ninapopaogopa ni hapa. Mimi darasani wakati nasoma, karibu walimu wangu kila mmoja anapoingia darasani alikuwa anasema mmeelewa? Mmeelewa? Tulikuwa nasema ndio. Sema mmeelewa jamani hesabu hii? Ndio. Okay. Lakini walioelewa walishia darasa la 7. Naam. Au mwalimu wako hakuwahi kusema umeelewa? Ulielewa? Eti ulielewa wewe? Wanaoelewa walishia darasa la 7. Au wewe unasema afadhali ulifika form 4? Wenzako walioelewa walishia form 4. Ulielewa? Kwa mwalimu nasema ndio. Hasa kipindi cha kwenda kupumzika nje ili uwahi jua, ndio. Hukuelewa. Na wengine ambao walifika form 6 wenzako kama walikupita, hukuelewa. Ndicho nakuuliza mpendwa, hivi ninachokisema unaelewa? Lazima mpunguze hapa napajua. Kwa sababu kuna mtihani mbele utakao kufanya ujue umeelewa au la. Tusalimiane tena hewani namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome kitabu kile cha Warumi, ule mlango wa 3. Tusome Warumi mlango ule wa 5. Naomba mmoja asome mstari wa 12. Na vivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Wote wamefanya dhambi. Wote. Kwa sababu wote wamefanya dhambi. Mauti ilikuwa inaingia kwa sababu yuko aliyefanya dhambi. Na dhambi hiyo ikatutesa mpaka leo. Nilikuwa nawaambia watu wengine, tukawa tunazungumza mahali fulani, nikawa nasema hivi, Adamu kama anaona ulimwengu ulipofika mahali hivi, kama Adamu anaangalia ulimwengu ulivyo unavyoenda, alafu yupo mtu akamgusa Adamu akasema, Adamu, unaona dhambi, unaona watu wanavyouana, unaona watu wanafanya dhambi, unaona na magonjwa. Akasema Adamu, ni kwa sababu ya wewe Adamu. Unafikiri anajisikiaje hata kama yuko mbinguni? Mimi ninachoelewa, lazima Adamu hatazami duniani. Macho yake hayaangalii dunia. Macho yake yanaangalia mashariki kwa mbali namna hii juu. Haangalii mwanadamu walioko duniani. Kwa nini? Inamtesa kwamba sababu ya wewe. Lakini ashukuriwe Yesu ambaye anasema kwa mtu tena huyu mwingine uzima umepatikana. Unaweza kumpigia Yesu makofi mengi. Yani hayo ndo ya Yesu au ya mwingine? Ndo makofi ya Yesu hayo. Ninawashangaa watu. Amina. Kidogo hayo yanafanana karibu na Yesu. Mimi nikisema tunyoshe mkono ambao tujafanya dhambi, sifikiri ngoja nipaache hapa. Sifikiri kama kuna mtu ambaye hawezi kunyosha mkono. Jambo la pili ni wenye dhambi. Jambo la pili ni wenye dhambi kwa desturi. Desturi zetu sisi ni wenye dhambi.
Kwa desturi za makabila fulani, hata watu wengine wanaogopa kuwaoa makabila fulani. Sio kwamba wote wako wabaya, ni kwa desturi zao. Yuko mama mmoja wa kabila fulani, alikuwa na kijana wake wa kiume, na huyu kijana wa kiume alikuwa amemsomesha binti moja wa Kinyakyusa. Ana haja yake ni kumuoa, amemsomesha, lakini kule nyumbani akaja kuambia baadaye, kasema mama, nataka kumuoa binti fulani, lakini kwa sasa anasoma. Akasema kabila gani? Akasema ni Mnyakyusa. Akasema umempata wapi Mnyakyusa? Umempata wapi Mnyakyusa wewe? Huwajui Wanyakyusa? Oh mwanangu, nitakosa hata sabuni. Wanyakyusa, ujue nimekusomesha mwanangu. Ujue baba yako alikufa mapema sana, nimekusomesha kwa tabu. Kuronda mbesi fyosi figu natingu kumbaga. Mwanangu, Wanyakyusa. Wanyakyusa bali nigo teko. Mwanangu, wanalimbwata Wanyakyusa. Yule mama inawezekana aliwaona Wanyakyusa, lakini sio wote, ila kwa desturi sisi sote ni wenye dhambi. Leo waone tu nasema naenda kuoa kwenye makabila ambayo hayaeleweki, wanasema we mwanangu, wewe unaolewa umeolewa wewe Tanga, lakini wako wazuri tu, ila kwa desturi ni wenye dhambi. Kanisa ameni. Watanzania wenzangu ameni. Najua ukisoma desturi za watu fulani, kama una akili timamu umesoma, wakati mwingine utaogopa hizo desturi. Sio kwamba wote, inawezekana huyu mtu unayemuona ni ndugu tu, hata wakikwambia unimelala kwa kabila fulani wanasema umepona. Siku moja kaka yangu alikuwa ni kama namsema, nilikuwa kwenye mkutano Tanga. Kuna kijiji fulani kinaitwa Mapojoni. Akasema, unasema mdogo wangu ulikuwa wapi Tanga? Nikasema akasema Tanga, umerudi salama Tanga? Nikasema baba, nimerudi salama. Akasema kweli Mungu wako mkubwa, umerudi salama Tanga. Yani kwa desturi, usifikiri Tanga wako wabaya wote, no, wako na wazuri, lakini kwa desturi. Kwa desturi kwenye ukoo fulani kuolewa ni vigumu, au kuoa ni vigumu. Wanasema unataka kuoa kwa fulani, mwanangu ahirisha. Nini? Desturi zilizopo pale. Kwa namna hiyo, kwa desturi sisi sote tumefanya dhambi. Kanisa amena. Asante mama kwa sababu umeanzisha. Makofi basi tupige wote tumsapoti yule dada. Kwa desturi. Kwa desturi. Ndio. Kuna kijiji fulani ambacho mimi wenzenu nilienda mahali fulani kuhubiri kule Ukinga. Ni kweli unaweza kukubali kwamba hata kijana wangu aseme naenda kuoa Makete, alafu anakitaja kile kijiji, tasema hapana mwanangu, ahirisha. Ni kwa sababu ya desturi. Nilionja. Kanisa la Mungu, haleluya. Nilionja. Lakini ninatamani kumsema huyu Yesu, kwa sababu yeye anafanya makubwa juu yetu. Walokole kama wapo, haleluya. Yesu anafanya makubwa, na ndiye tunayemsema. Kwa sababu kinachonitesa wachungaji, tunaposema Yesu anaponya, tuwe tunaonyesha Yesu anaponya. Tunaposema Yesu anabariki, tuone kwamba Yesu anatubariki. Jamani, haleluya. Nimethibitisha Yesu ni mchungaji mwema. Usije ukasema Yesu mchungaji halafu na mashaka naye. Amini, Yesu yeye ndiye anatuchunga. Yesu ndiye anayetupigania. Anaposema usiogope, nitakuwa pamoja na wewe, jithibitishe. Kanisa, haleluya. Wana wa Yehova nasema haleluya. Sasa mwenzenu huko nilikokuwa nimeenda, ilikuwa ninahubiri, nimesema mahali pengine, ngoja niseme tena, tutasema tena, ni ushuhuda wa kwangu. Wewe kama unaona ni kadogo, tafuta wako mkubwa uje utusimulie. Mimi yako kananipa ushuhuda mkubwa sana.
Nilienda nikawa nahubiri sehemu moja inaitwa Ikonda. Nilianza Jumapili, kuna huduma moja ilikuwa inatokea Iringa. Ilikuwa inaitwa huduma ya Injili Makete. Tulikuwa vijana, sio vijana. Tulikuwa watu karibu tukiwa na mikutano 10 tunatawanyika. Kwa hiyo tulikuwa tunakuwa wawili. Tukiwa na mikutano 5, mikutano 3 tulikuwa tunakuwa watu 6. Nimefanya kule Makete karibu miaka 10. Kila mwaka nilikuwa naenda mara 2 kuendesha semina. Mwezi wa 6 nilikuwa naenda kuhubiri, mwezi wa 10 kwenda kufundisha semina. Sasa nilikuwa nahubiri pale Ikonda, mliofika Ikonda. Nimehubiri toka Jumapili mpaka Ijumaa. Wengine walikuwa nahubiri sehemu moja inaitwa Ihanga. Wangapi ambao ni kwao Kinga? Wakinga wako ngapi? Asante. Na mimi kwa asili mama yangu ni Mkinga, usiogope, tuko Wakinga wazuri tu. Sasa kama ni kwenu Ihanga, sasa nikakuta jioni tumetoka viwanjani kuhubiri. Baba mmoja akaja, ambao tulikuwa tuko wote pale watumishi wa Mungu Iringa. Wakasema, mchungaji, kesho tunakubadilisha kituo, ukahubiri Jumamosi na Jumapili kule Ihanga. Watumishi walioko Ihanga watakuja hapa. Nilikataa. Nikasema hapana. Akanilazimisha, akasema, baba, naomba tuende, tutakwenda na mimi. Alikuwa na gari yake. Kule iko timu tu ya wahubiri wazuri. Alafu nikajiuliza kwa nini anataka mimi niende, alafu wale waje hapa wakati nimeanza Jumapili hapa. Nikasema, baba, basi ngoja nitakujibu, kwa sababu alikuwa anaendelea kubembeleza. Nikasema nitakujibu. Chakula kiligoma siku hiyo. Ninaiuliza Ihanga ikoje. Ninalia, ninasema, Mungu, kwa nini mimi niende Ihanga? Kukoje Ihanga? Niliomba kutoka saa 2 na chakula nilikikataa. Niliomba mpaka saa 7. Ndipo nilipata majibu. Mungu akaniambia, nenda mwanangu, nitakuwa pamoja na wewe. Jamani, haleluya. Nasema tena haleluya. Nisaidie kuitika ameni, kwa sababu Mungu alitenda kwangu. Sasa tumeenda asubuhi. Nilipomwambia baba yule, nikamwamsha saa 7 hiyo, nikasema, baba, nimepata majibu Ihanga, tunaenda. Alifurahi. Asubuhi na mapema tukanywa chai, tukawa tunashuka Ihanga. Tukapitiliza kwenye semina, ndugu zetu tukawakuta anafundisha semina mmoja wao. Basi na mimi na baba yule tukaenda kwenye semina. Ziko kwaya tu ambazo zimetoka Makambako na mahali pengine kule. Sasa siku hiyo ya Jumamosi jioni imefika, tumeenda uwanjani. Ninamsema Yesu huyu aliyeshuka huyu. Ninamsema huyu Yesu ambaye tunamsema habari zake. Ninamsema Yesu huyu ambaye tunasema yeye amefufuka Jumapili. Kanisa, haleluya. Sasa nilihubiri kwa hasira sana. Inawezekana hujawahi kuhubiri kwa hasira. Yaani katika siku ambazo niliwahi kuhubiri kwa hasira, ilikuwa siku ile. Nilihubiri kwa hasira sana. Nilitafuta Mungu akanionyesha neno la kusema. Liko kwenye Isaya. Neno hilo linasema kwamba hakuna mtu wa kufanana na Mungu, hayuko. Akasema, naam, mimi ndiye. Naam, mimi ndiye. Mtanifananisha na nani nifanane naye? Anasema hakuna. Kweli hakuna. Akasema watu wamefananisha na fedha na dhahabu, mimi sivyo, mimi ndiye Mungu. Nilipopenda hapo, nilihubiri kwa hasira hayo maneno kwamba hakuna mtu anaweza kufanana na Mungu hapa. Hakuna. Mungu ni Mungu. Baba mmoja. Hebu sema baba mmoja. Sasa ndo bahati mbaya ndiko uzaliwe huko. Baba mmoja. Wachungaji, kuna watu dunia hii, yaani usicheze, kuna watu. Wako watu. Yule baba alikuwa mbabe. Inawezekana hujakutana na wababe. Yule baba alikuwa mbabe. Hey. Na asante kwa sababu kule liko kanisa la Kiluteri. Tulikuwa tuko kwenye viwanja na hubiri namna hii. Nasema hakuna wa kufanana na Mungu. Mungu amesema hayuko wa kufanana na Mungu. Yeye Mungu ni wa pekee, hafananishwi na mwanadamu. Kumbe baba mmoja mbabe, kijiji chote kile kiko mikononi mwake.
hakuna mwanaume, hakuna mwanamke. Akisema Jumatano kulima, wote kulima shamba lake. Kupanda, wanapanda shamba lake. Hakuna wa kugoma, hakuna wa kukataa. Ukikataa utaona mbafya. Hata kama hautakuwepo, walikuwa wanaenda kuomba ruhusa. Baba, kesho sitakuwepo. Unaenda wapi? Anasema nataka nifike Mbeya. Anasema kwa sababu umeomba jina lako nani? Fulani. Anasema nimekuruhusu. Anaweza kuja nyumbani yule baba akafika kwa mwanamke, hata kama hajamkuta mwanaume. Anasema umwambie mume wako baadaye utalala kwangu. Unaweza kukataa? Kwa baba yule ukatae? Ila ninyi hamjakutana na watu. Yaani ukatae kwa yule mtu yule. Utanzeje? Utanzeje? Anasema umwambie mume wako. Hata ungenyosha mkono hapa, hebu ujifurahishe tu. Nani anaweza kukataa kwa yule mtu? Uwezi. Ukikataa, asubuhi yake anakuja, anakupiga mkwara. Usiku wakati mmelala, mmefunga na makomeo, unakuta umelala mtoni. Halafu asubuhi anakuja anasema nimemtuma kijana kuonye, usiku huu unakuja hauji. Wakati mwingine ukikataa, unakuta umelala chooni, mmelala ndani, unamelala chooni, kichwa chako kimetazamisha pua yako chooni, ndipo unaamka. Halafu anakuja mchana anasema utakuja usiku au hauji. Unafanyeje? Unaenda huendi? Sema ukweli. Hata angemkuta mwanaume mume wako, anasema umwambie mke wako, sio kuomba, umwambie mke wako zamu yangu kulala naye nyumbani. Walikuwa wanasema asante mkubwa, ametufanyia hiki na hiki, yule mtu tunataka tukamtandike kidogo. Akisema nenda, anapigwa. Akisema hapana, mwache, msamehe, nitamuita nimuonye. Yeye ndiye aliyekuwa balozi mwenyewe, yeye ndiye aliyekuwa mtendaji mwenyewe, yeye alikuwa yani kila kitu yeye. Yule baba ndo siku hiyo amefika kwenye mkutano, eti tunampigisha kelele. Wote waliokuwa nahubiri wanampigisha kelele, ndo amekuja awe karibu na wahubiri. Sasa ndo bahati mbaya, sijui niseme bahati mbaya au ndo bahati nzuri, na mimi ndo nahubiri, alafu nasema hakuna mtu anayeweza kufanana na Mungu. Nilimuudhi kweli yule baba kwamba hakuna mtu anayefanana na Mungu. Alishindwa kujizuia, akasimama katikati ya mkutano na watu wamejaa kwenye uwanja, akanyosha kidole namna hii, akasema wewe kijana, wewe usiseme hivyo. Tuko huku tunaofanana na Mungu, tuko huku. Najua niko jukwani, masikio yakasikia. Naendelea kuhubiri lakini masikio yakasikia. Unajua hasira ndipo iliponiongezea. Nikasema peke yako hutoshi, walete na wengine tuwafananishe na Yehova. Jamani, haleluya. Nikasema peke yako hutoshi, mimi simfahamu, ni kama nalopoka, lakini ile nguvu iliyoko ndani yangu imenibebea hasira ya kusema. Nikasema peke yako hutoshi, kusanya na wengine tuwapime na mizani ya Mungu kama ninyi mnaweza. Wenyeji wanaomfahamu walishika kichwa wakasema ejo. Yani waliona sitashuka jukwani. Yule baba ni kama nimemfedhehesha katikati ya watu. Hajawahi kutana na maneno ya namna ile. Yeye kila wakati ni kupigiwa magoti, kila wakati ni kushikiwa kuku na kupelekewa, kila wakati yeye ni kusema abe. Akifika kule, mgeni yoyote au mchungaji akifika kwenye kanisa lile, akisikia kwamba mgeni amekuja, anamwendea. Alafu anasema wewe ndo mchungaji mgeni hapa? Sema ndio. Akasema nakuonya mapema, usihubiri huku uzinifu, usihubiri huku ulevi, usihubiri uchawi. Nikisikia takwenda kukonyesha makaburi ya wenzako. Yule baba hakuwa mtani, alikuwa anafanya. Sasa amekasirika. Nimesema wewe hutoshi, kalete na wengine. Akatoka, akaenda kusimama mashariki kwenye kona ya uwanja. Kumbe kule chini kuna kilabu. Akanyosha mkono wake tena namna hii, akanyosha. Haijawahi kutokea akinyosha mkono mwanadamu kama takuwa salama. Kwao haikuwahi kutokea. Yeyote anayemnyoshea mkono hawi salama.
akakuta naendelea kuhubiri, mimi ni salama. Yesu huyu tunayemsema, huyu Yesu ambaye ana makusudi mema kwa ajili ya mwanadamu. Wakati mwingine tungesema Joshua, yani ni sisi tunaona si kitu, ni sisi hatujatengeneza. Mbona ni kama mmekasirika tena? Au ni babu yako yule wa Ihanga? Akaenda kuwaeleza wenzake kule kirabuni, wachawi wenzake, akasema kuna katoto pale, eti huku hatuko watu, nataka kwenda kukatengeneza. Wale wakasema kamejitakia, akasema yule hatarudi nyumbani salama. Wanajisemesha kule. Alienda masaa ya jioni kule Ihanga, kila mmoja na uchawi wake, ana kamsitu kakwake. Wanyakyusa wanasema kasieto, kakwenda kusemea maneno mabaya. Akaenda kwenye kasieto kake. Saa 12 hakurudi, maana alienda saa 11. Saa 3 hakurudi, saa 5 hakurudi, saa 8 hakurudi, saa 9 walifuata wenzake. Waliona kwenye ulimwengu wa roho hayuko salama. Walipoenda kwenye kamsitu kale, wakakuta amekakanyaa miguu na mikono, amekakanyaa, ameparalyze. Ninamsema Yesu anayefanya. Kanisa, haleluya! Ninamsema Yesu anayefanya. Ninamsema Yesu aliyeshuka. Yeye hakualika watu wamsaidie, yeye hakualika malaika wamsaidie. Peke yake mwanaume ndiye aliyeshuka, kwa sababu alikuwa na kusudi jema kwa wanadamu. Inawezekana kwenye maisha fulani unaishi kama vile wewe mnyonge. Upendo wa Yehova uliomfanya Yesu ashuke unaweza kutenda pia na kwako. Hebu tuongeze makofi tena kwa huyu Yesu. Jumapili ile habari zikaenea, yule baba aliyekuwa anajibizana na yule mtumishi amekufa. Waliokoka na wale ambao waligoma kuokoka walikuwa wanakuja wenyewe kusema Yesu ni Bwana. Walibeba wengine mpaka na nguo walizokuwa wanagemea ulanzi, walichoma na macho yetu yanaona. Jamani, Yesu mzuri. Huyu aliyekuja ni mzuri. Huyu tunayemtazamia ni mzuri. Huyu mfufuka naweza. Yeye ndiye aliyefufuka na watu kule Yerusalemu. Wiki hii afufuke na moyo wako. Wiki hii afufuke na roho yako. Jiandae kufufuliwa katika ulimwengu wa roho. Hata kama mwili wako umechoka, fufuka naye aliyefufuka na watu wa Israeli. Jamani, nampenda huyu Mwokozi. Jamani, haleluya. Baba mmoja yuko sasa amehamia pale Mafinga, aliokoka na nguo umebeba, anasema nimekuja kuchoma nguo hizi ambazo nilikuwa nagemea ulanzi, nimemuona Mungu. Watu wanatamani wamuone Mungu. Hatujamuonyesha Mungu. Ni kama vile tunafanya sarakasi. Watu wamuone Mungu. Tunayemsema wamuone. Kanisa, haleluya. Walokole, haleluya. Watakatifu, haleluya. Sisi sote tumefanya dhambi, na kwa dhambi hiyo tusingepona wengine. Acha tu tuseme Yesu ni Bwana. Kanisa, haleluya. Wana wa Mungu, nasema haleluya. Acha tu tumseme Yesu ni Bwana. Takama wakati mradi akili yako inagoma, lakini acha tu tuseme Yesu ni Bwana. Kanisa, amina. Nasema hivi, Yesu anaweza. Aliyeshuka mwanaume bila mwaliko wa malaika mbinguni kuja kutuokoa. Peke yake huyu. Tunasema kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Nilisema jana, unafikiri Mungu alimleta Yesu duniani wakati anacheka? Machozi yanamtoka. Alafu anasema nenda mwanangu. Anampungia mkono, anajua anakuja kufa duniani. Na alikuwa anajua atarudi au hatarudi, kwa sababu kulikuwa na kiapo. Atarudi salama au hatarudi salama. Ndio maana ilipofika mwisho wa safari yake Yesu, alipokuwa naomba, nasema Baba, kikombe hiki kiniepuke. Biblia inasema kwamba Mungu alinyamaza mbinguni, ila alimtuma malaika alete nguvu ya kumshindia. Biblia inasema kwamba malaika akamtia nguvu.
Yako maneno ambayo walikuwa wameongea, alimtia nguvu, apewe nguvu ya ushindi tu, lakini Baba hana majibu mengine. Walipatana mbinguni. Hakuna mapatano yoyote ambayo Mungu atabadilisha sasa. Yako mapatano ambayo walipatana mbinguni, hawezi kubadilisha kwenye safari. Yesu mwema anaweza kufanya makubwa juu yetu. Yesu mwema anaweza kufanya kwa ajili yako. Binti, unajira bure mwenyewe, yuko Yesu. Wiki hii iwe ya kwako. Haleluya. Nasema haleluya. Wiki hii iwe ya mbadilisho. Badilisha mfumo, badilisha mwelekeo, badilisha mtazamo. Kama umejihurumia sana, nikuombe badilisha mfumo. Ninakusema wewe, ngorera kuikiwa kujuli kifuki na nishikie mkono, mwambie mchungaji anakusema wewe. Mshike mkono, hata kama natia huruma uso, mwambie mchungaji anakusema wewe. Amen.